Bwana, pokea sifa asubuhi ya leo. Hakika kama sio wewe, hatujui tungekuwa wapi. Tumekuja kutolea Mungu dhabihu ya kumwabudu, dhabihu ya kumshukuru. Nataka tuinue mikono muabudu Yesu. Sitaki uombe, nataka umheshimu. Muheshimu Bwana na maneno ya kinywa chako. Muinue Bwana na maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana, jina lako litukuzwe. Pokea sifa zetu Bwana. Pokea dua zetu asubuhi ya leo. Umetukuka Baba. Tumeona nguvu zako. Tumeona uwepo wako Bwana. Pokea sifa Baba. Tumeshikana na malaika mbinguni. Tumekuinulia mikono yetu, mioyo yetu Baba, fikira zetu Bwana. Tunakuinua asubuhi ya leo. Umetukuka Baba. Umeheshimiwa Baba. Oh my Father, pokea sifa. Pokea dua zetu Mfalme. Shalabalabalabalabalaba Ramakantolobosaida. Pokea sifa Elohim. Pokea sifa Adonai. Pokea sifa Simba wa Yuda. Shakalabalabo Rabalabalabalaba. Wewe ulitukufia msalabani Baba, ndio maana tuko hapa. Tunakuinulia mikono yetu. Ukamwaga damu yako, hiyo inatuponya Baba. Siupokee sifa zetu Bwana. Shakarierererereba Rabalabalabalaba Shakarabakantolobosaya Remarabalabalaba Rokotarialabazaya. Jesus, we bless your name. Jehovah, we honor you, Lord. Ramakantolobosaya Elohim Adonai, our Creator. We honor you this morning. We honor your power. We honor your presence, Lord. We honor your protection. We honor your blessing, Jehovah. Hey! We honor you, Lord, our beautifier. We lift you higher. 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 Shalabalabalaba. Hey! My God. Shalabalabalaba. Somebody is worshiping the Lord this morning. Somebody is worshiping the Lord this morning. Rakakakaribalaba. Sheketelelelelelia. Rabakantolobosaya. Oh, the other God, the other work of men, but you, King of glory, you are the Most High God. Shekarakalala. Ribalabalabalaba. Pokea sifa. Hey, Siribianda, Rikelele Moyanda, Roko Tiribazia. Jehovah, we honor you, Lord. Mioyo yetu Bwana imenyenyekea kwako Bwana. Shakaribalabaziriba Rikono Moyanda Hiebazeke Ribakata Ribezea Rikotiriba Hiekeleleleleleba Hieremozirika Shakaribozere Herelelelelebo Ribalabalabalaba Shakaribalabalaba Sheketelelelelele Ramakantolobosaya Rabalabalabalaba. Nothing else you can do before the Lord. Hakuna kitu ingine unaweza tendea Mungu ila kumuinua, ili kumshukuru Bwana. Oh my God.
Shakalibianda Ikotolobosia Imusha Rabarabarebizika Papa Rabalabalaba. What a sweet God you are. What a powerful God you are. Our beautifier. You remove shame in our life. What a sweet God and caring God you are. We worship you. We worship you. We worship you. Our prayer, Lord, is to remain in your presence, Lord. This is our joy, to remain in your presence, Lord. Not only in Sunday, Lord, but at all time. Kila siku Bwana, kila minute, my God, to remain in your presence, Lord. Tukienda, tukifanya kazi. This is our prayer. Oh my God. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ramashakata remazekele boyanda. Rabarabo zekelele boshalaba. Remazika yaba. Usinyamaze, just worship the Lord. Have you the presence of the Lord is here. Usiache Bwana ukupite, my sister, my brother. Just release your heart and worship the Lord. When we are worshiping the Lord, we touch the heart of God. Wakati unamwabudu Mungu, unaguza moyo wa Mungu. Na wakati unaguza moyo wa Mungu, anaachilia baraka upon your life. Anaachilia uponyaji, anaachilia amani. When you touch the heart of God, He changed our life, He changed our name, He changed our situation. When you touch the heart of the Lord, just worship the Lord. Usinyamaze, mwabudu Yesu na maneno ya kinywa chako. Mwabudu Yesu na lugha ile unaelewa. Maana yeye ni mwaminifu. He understands every language, because He's the one who created us. In the mighty name of Jesus, just worship Him. Oh, shekalamazi. Oh, malabo, ibalaba, oziriba, shalabozikaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kama unasikia kunena na ndimi, just worship the Lord. He understands every language. Oh my God. He is looking for the true worshipers. Wale watamwabudu na roho na kweli. Dhamaki wa dhamaki, Orodhi wa Juda, dhamaka Jesu.
Father, we love you. I want us, we've been praying for ourselves, but I want us to pray for Kenya. I feel the presence of the Lord. Tumwambie tu ataware. The way he is going to do it, we don't want to know. But anyhow, anyway, God can change things. Nataka uinue mikono yako. You know how Kenya is going. Just go before the Lord. Mimi sitakwambia vile utaomba. Roho Mtakatifu akuongoze. Mwambie, Father, may you reign. Kama ni dhambi tunatubu Bwana. Tunatubu dhambi zote zinaweza zuia Mungu tawale Kenya. Utuhurumie in the mighty name of Jesus. Inua mikono, lakini wacha niwaone. Nataka tupige magoti mbele za Bwana sisi wote. Dakika moja. We surrender to Jesus. Tumwambie Bwana tunatubu dhambi. Yeyote inaweza zuia Bwana uponye Kenya yetu. Father, we surrender in the mighty name of Jesus. Mwambie Lord, we surrender anything, God. Can't stop your presence in Kenya, Lord. We surrender, Jehovah, this morning. We pray that you may you reign. Tawala Bwana. Dhamaka turumeka gai. Wewa kuire mudhala foine gai. Niundu amehia maito. Dhamaka Jehovah. Uturete tukikanyiha. Mwathani ni ugatuiguirana. Tuhurumie Bwana. Hulumia Kenya Bwana. Tuhurumie Baba. Sherebozi alaba. Tuhurumie Elohim. Shekere balabalaba. Tumenyenyekea kwako Mungu. Shiriri la la la. Rabalabalaba. Shakarabalaba. Tunatubu dhambi zote za Kenya. Dhambi za government, Lord. Dhambi za makanisa Baba. We surrender. Hey, my God, my God. I know you can do better than that. Because this is our country. If you cannot pray for your country, na huko ndio tunakaa na watoto wetu. Just tell God to reign. Mwambie Baba, may you reign, Lord. May you reign by your mercy. Tawala na huruma zako. Tawala na msamaha wako. Tawala na uponyaji wako katika mioyo ya watu Bwana. Tawala Yesu. Tawala Elohim. Tawala Baba. Shalabalabalaba. Mioyo mingi imevunjika Baba. Tawala na uponyaji wako Bwana. Hiyo damu sasa inafanya kazi Baba, wacha damu yako Bwana ikatawale every corner of Kenya in the mighty name of Jesus. Tuhurumie Baba. Tuhurumie our Creator. Jehovah, tuigwirenda. Tuigwirenda Baba. May you reign by your mercy. May you reign for your forgiveness, Lord. In the mighty name of Jesus. Ramakantolobosaya. We acknowledge you, Lord. Because when we cry before you, Lord, you answer our prayer. Don't you want to tiganelia gai? Don't you want to shonolangatolome? Hey! Shalabalabalaba. Shekerererererebo. Rikantaribalaba. Shekaribalabosaya. May you reign, Elohim. May you reign with your mercy. May you reign with your salvation, Lord. Hey, my God, my God, my God, my God. Hey. Honu, inua mikono yo.
Angalia aliye karibu na wewe. Kama ni dada na wewe ni dada. Kama ni dada na kama uko na ndugu, usalimie ndugu hagabo. Umwambie hii manyongo itakuisha siku moja. Yeah, mwambie you are my brother, I'm your sister. I'm your sister. And this is agape love. Mwambie hiyo kinyongo. Ukimfanyia kichwa hivi, mwambie hiyo kinyongo. Kwa hiyo brother, mwambie you are my brother. Mwambie Basakuri hata akijifanya ni muungwana sana, siku moja atatutafuta. Ambia adui wako, siku moja utanisalimia kwa heshima. Jifundishe kunisalimia mapema. Kama unasikia kinyongo kwa ajili ya nguo na nikikuja na gari, mwambie it is my season to be blessed. It is my time. It is my... Abia Kevin arudisha mahali ilikuwa. Bwana apokee sifa sana. It is my time. It is my season. Kubarikiwa. Kwa hivyo it is only today. Unaniona jinsi ni gari na dola na sisi tunanyunua na Ugandans money. You know you can be millionaire in Uganda.
Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tumeweza kuomba na hata kuamini. Tupigie Yesu makofi mazuri. Kuna mama mmoja nataka tumkumbuke, hayuko hapa Kenya, Koibia, ni rafiki wa online, anaitwa Mama Koi. Inua tu mikono yako tumuombe mahali popote alipo, na tuko na Chomba, kijana anaitwa Shomba, na tunaamini ushindi wa Bwana. Baba, ni asanti. Ibada hii tumewatenga kwa ajili ya marafiki zetu ambao wako katika mahospitali na wale wote wanatutazama na ni wagonjwa. Tunatangaza ushindi wa jina lako. Tunatangaza sijui kama sauti imerudi vizuri. Okay, wamesema sauti sasa iko sawa kwa vyombo. Na siku ya leo ni siku ya baraka. Nilikuwa niongezee volume kidogo alafu iache kuongea kama kasuku. Kuna kitu inaondoka mahali ilikuwa first service. Na ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Karibisha aliye karibu naye, mwambie karibu Kingdom Seekers Glorious Kitengela. Na tunashukuru Bwana, hata kama tuko na uhamba na udogo wa kanisa, hii ni baraka nzuri. Situpige Yesu makofi mazuri. Maana kile ambacho tunahitajika katika ndani ya maisha yetu ya kwamba mahali tunahitaji Mungu, tunajua atatengeneza njia, kwa maana ni mtakatifu. Praise the mighty name of the living God. Na ujumbe wa siku ya leo ninataka kuwaletea. Today we are praying for the families. Na wakati unaenda kuombea familia siku ya leo, my message today is all about ya kwamba I'm the one. Apia yule mwingine, I'm the one. My message today is all about I'm the one, ambaye Mungu anatafuta, ambaye Mungu anaangalia na katika maisha yetu. Maana kuna kitu Mungu anatafuta. In the book of Ezekiel chapter 22 from verse 30. Anasema anatafuta mmoja wa kusimama katika pengo, wa kusimama katika mwanya, lakini aliokosa. Alikuwa the purpose of God, alikuwa kuokoa taifa. Na Mungu hafanyi kazi peke yake, anatumia mwanadamu. He look for someone ambaye aweza kutumia hata kuokoa taifa kama hili, kuokoa kanisa kama hili, kuokoa mji ama Kenya, hata taifa. Mungu hawezi kukuja hivi. He use a human being. Na hii ndio watu wengi hawajuangi ya kwamba Mungu anatumia mwanadamu. When God hata kuja kuokoa familia, ya kwamba kile Mungu anatafuta ni mwanadamu gani atumia aokoe jamii yao, aokoe familia yao, aokoe mji kama huu, katika waibaji, katika kila jambo ambalo linalifanya. Mungu anakuaga akitafuta mtu mmoja ambaye atatumia, na ili akimtumia aokoe familia. That family unauliza ya kwamba tutafanya namna gani? Hii kanisa tunauliza tutafanya namna gani? Tununue uwanja wa kanisa ama tufanye jambo lolote? Ya kwamba Mungu anatafuta atatumia nani katika maisha yetu. Na kile Mungu amekosa ni wa kuaminia. Maana Mungu haachiliagi nguvu zake hivyo. Kuna connection. Vile tu umeona ya kwamba kuna connection ya kutoka hapa sauti iende mpaka kwa media, ili watu wale wako nje wafikiwe na sauti. Kwa hivyo ya kwamba there is a connection of God. Na hiyo ndio Mungu anatafutaga. Ni nani nitaconnect abebe nguvu zangu? Ni nani nitatumia aokoe familia, aokoe jamii? Ndipo sasa unaonaga tuna delegation of authority. Kuna pastor, kuna associate pastor, kuna viongozi wa wazee, kuna viongozi wa wamama. Ya kwamba naweza kuwa na maono na sitafikia wamama wote. Shida ni kuwe sina mtu naweza kutumia. Shida ni utumia ya kwamba kama saa hii ya kwamba tukose kitu ambacho twaweza kufanya ili hii stima ifikie hii vyombo. Hata kama tuko na vyombo, kwa nini tunahubiria watu wa diaspora? Kwa nini tunahubiria watu walio nje ya Kenya? Tunawahubiria because there is a connection. Na shida kubwa ambayo tuko nayo kama mwili wa Kristo, hatuna watu ambao Mungu aweza kutumia katika maisha yetu. Hatuna. Ya kwamba wakati nilimwambia Mungu ya kwamba niko hapa unitumie, niokoe familia yetu, Mungu aliniambia, are you ready? Are you aware the cost? Ile gharama utaenda kulipa.
Nikamwambia Mungu, I'm ready. Vile tumeteseka in our family, vile nimeona mama yangu akiwa mgonjwa, vile nimeona maisha ya baba yangu, vile nimeangalia my sister and my brother, niliambia, by the way, that's what I said. Niliambia Mungu, hata kama itanigharimu mkono wangu nikatwe, lakini nione ya kwamba in our family tumepata jibu, tumepata suluhisho, tumepata jawabu. Kwa sababu familia yetu ilikuwa ya hasira. Hasira ni familia ingechukulania madhanwa ama nini. But ya kwamba nikasema Mungu, until when? Mimi si watu wale wanasemaga ya kwamba we are good. For me, I address the issue. Kuna watu waweza kujaribu kuwasaidia, lakini familia yao ni kama mahali tulikuwa mazishi jana. Yule pastor aliniambia kwamba, Pastor Reverend Nelson aliniambia, unaona hapa tuko saa hii tuko na mazishi 8 within the area. Jabini town akaniambia kuna mazishi jui. Akaniambia the witchcraft ambayo inafanyika in the town and in the city. Nikamwambia, akaniambia na hii hapa tulikuwa na mazishi nyingine muda usio bali. Na sio hapa tu, unaona na hapa juu. Sijui, akanipatia stories ziko pale. Mpaka akaniambia, ninakukaribisha. Ninakuaga na deliverance every Wednesday. Na ningetamani kukukaribisha ya kwamba ukuje tusaidiane. Nikamwambia kile Mungu anatafuta ni wa kutafuta, ni nani atatumia. Hata saa hii there is a one time nilitembelea watu kadhaa, tulikuwa na hao wachungaji. Wakaulizwa na watu wale tulikuta, nani aweza kuachia hiyo kanisa na Dr. Garuya aende Amerika akute hiyo kanisa iko vile iko. Mmoja akasema hapana, haiwezi ikakua. Because ya kwamba kulikosa watu wa kuaminiwa, kulikosa watu ambao they can be entrusted, watu ambao waweza kutazamiwa, waweze kubeba the anointing of God in their family. And that's why today I'm here to commission watu ambao wataokoa familia zao, watu ambao wataokoa mji. Bwana apokee sifa sana. Andũ arĩa makohonia itura, andũ arĩa makohonia bũrũri wao, watu ambao watakuwa na uchungu ya kwamba jana mchungaji ambaye alihubiri kwa mazishi nilionyesha mpaka Reverend Nelson, nikamwambia angalia message ambayo nimeandika, because my message ambayo nihubiri siku ya leo, wataonekana wapi Joseph ambao Mungu atawatumia savior. Ukipatiwa youth, ukipatiwa wazee, ukiwapatia wamama, ya kwamba you become a Joseph, lakini hautakuwa kifo kwa hiyo vipawa. Na may God help you, you never become a death. Bwana apokee sifa. Hallelujah. Paulo tukikupatia ni praise mpaka wanatoka hapa wakifurahia, lakini haumalizi ibada unawaambia mnaibaje kama jogoo, kama watu ambao hawana akili. You are not a Joseph katika ndani ya maisha yako. Joseph yeye aliangalia akasema, ikawa kumekuja kiangazi, watu hawa waweza kuwa wanateseka kwa ajili ya vile walinifanyia, lakini sitafurahia the way they are suffering. I'm the one, nitawaokoa hata kama walifanya dhambi, hata kama walifanya mabaya. And I commission you today, hautaangalia familia yenu ikiteseka, lazima uingie kwa hiyo familia, break the lineage of your family, ya magonjwa, ya laana, ya mapepo. You are the one Mungu anaangalia siku ya leo. And I commission you today in the mighty name of Jesus. Bwana apokee sifa sana. Haijalishi familia yetu walienda kwa gomi, haijalishi walifanya maovu gani, lakini wewe ndio Mungu anachagua usimame katika mwanya. In the mighty name of Jesus, you may have a different spirit kuliko watu wale wengine. Bwana apokee sifa sana. Ya kwamba watu wale wengine wanakataa kwenda kwa kanisa, wewe sema sitakataa mpaka nione familia yetu wamekuwa na mwangaza. Hata wakikutukana, hata wakikuongeleshea vibaya, hata wakikwambia uko na kiberebere, waambie my mandate and my mission, mimi niko hapa niokoe familia yetu. Nilikataliwa na familia yetu yote wakati niliokoka, even my own mother, ule mama namuonaga hapa, wakaniambia hii kanisa ulisoma ni ya shetani. Hatuonagi watu wanahubiri from Monday to Monday, lakini hawakujua. Niliwaambia niko mahali hapa ya kwamba familia yetu iokoke. Na saa hii tuko na wachungaji watatu in our family. My dad, he is the chairman of Kingdom Seekers Meharati. My mom ni wa praise him na anaongoza ibada. I commission you today, my brother, my sister, you must silence every kingdom, you must silence
every altars, roho ya hasira na kiburi iwaondokee. Praise the mighty name of the living God. Kuna familia na angaliaga wanateseka, lakini kiburi, magonjwa imewakalia, mashida imewakalia. Hawaangalii, ajiangalie na angalie sister yake na brother yake, aone kile kinawamaliza ni kiburi. May God make you one today in the mighty name of Jesus. Mungu akuchague siku ya leo. Wachana na ile dhambi brother zako walifanya. Wachana na dhambi zile mama yako walifanya. Waambie Mungu, niko hapa siku ya leo. I must break the lineage of our family in the mighty name of Jesus. Wanaume ambao mko mahali hapa, wacha kuangalia brother yako. Baba yako hawezi kuwa fundi wa bao, na wewe ulisoma mpaka saa hii ni fundi wa bao. Break that lineage of your family. Waambie ya kwamba hii familia sitafuata hii laina, sitafuata hii shata makana bayandaba. I commission the church today in the mighty name of our Lord Jesus Christ. May God use you today in the mighty name of Jesus. I'm here to raise a generation, oh my God, of God seekers in our time, in our season. Wataingia kwa familia zao, waseme roho ya polygamy tunawamaliza siku ya leo. Roho ya kutooreka tunawamaliza siku ya leo. Roho ya kutoendelea kwa maisha tunaimaliza siku ya leo. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Wagapi wanasema ni mimi Mungu nitumie siku ya leo? Because ya kwamba tunahitaji watu ambao wako tayari. Mungu hatayarishi watu wote. Lazima ujitoe. I remember siku moja kulikuwa na mazishi huko kwetu, na kulikuwa Uhuru Kenyatta wakati huo alikuwa minister, akina Jero Githae, akina Morogaro. Tukaenda mazishi, ilikuwa hapo kwa kijiji yetu. Wakati nilienda, one of our member family ndiye alikuwa chairman wa kijiji. Alinisimamisha mbele ya watu hao wote, akasema, vijana wa hii kijiji msiwe kama huyo. Nikaambiwa simama. Nilikuwa nimenyimwa mpaka vibarua na watu, kwa hivyo nilikuwa nimeishiwa mpaka na viatu. Trouser nilikuwa nimepatiwa na Apostle John Kimani William, ilikuwa kubwa kuniliko, na shati ya Begotten Son. Nikasimamishwa mazishi, nikaambiwa msiigane na huyu kijana. Praise the mighty name of the living God. But hata kama nilikuwa na shati moja, nilimwambia Mungu ya kwamba sitanyamaza. For Jerusalem's sake, may God bless you today in the mighty name of Jesus. Mliaguka mara ya kwanza, na ninataka kuzungumzia single mothers ambao uko hapa. Uliaguka mara ya kwanza, ya pili. Ambia your neighbor, Mungu anasema mpaka mara ya sita, lakini sema yoleke mara ya sita. Lakini Biblia inasema mwenye haki huaguka mara ngapi? Kwa hivyo hata kama niliaguka ya kwanza, niko na uwezo wa kusimama tena. Ilikuwa ni oje ya kwamba how people they suffer, and I decree in my time, in my season, hakuna mwingine atapitia hiyo njia. May God commission you tonight. May God anoint you today. May God appoint you today. Wewe utabreak the lineage of your family, and I commission you today in the mighty name of Jesus. May God use you to break the lineage of your family. Ninakutuma siku ya leo in the mighty name of Jesus. Wengine they are firstborn in their family, lakini watoto wako hawatapitia ile njia ulipitishiwa, watoto na wajukuu wako. Whenever I pray even for the generation I don't have. Nasamanga Biblia inasema Abraham alitoa fungu la 10 juu ya Levi akiwa wapi? Magotini mwake. He prayed for the generation hajui. And I commission to you. Biblia inasema sitafikisha uovu wangu wakati wa Ahab, lakini nitauleta wakati wa watoto wa. Inua mkono wako, mwambie Mungu, saidia watoto wangu. Hawatalipia maovu nilifanya. Maovu ilifanywa na babu, kizazi na kizazi. I'm here to stand in the position on behalf of my generation. Maana unatafuta mmoja wa kusimama katika pango, wa kusimama katika mwanya, akaweza kuleta jibu, akaweza kuleta jawabu. Inua mikono yote miwili, mwambie Lord, I'm here that you may use me. Ya kwamba unitumie siku ya leo, nilete mwangaza, nilete jibu, nilete suluhisho kwa familia yetu
in the mighty name of Jesus Christ. Open with me in the book of Numbers. Numbers 14 from verse 20. Lakini wacha nianze from verse 23. I'm at verse 4 because of our time. But because my servant, okay, niache hapo juu. Lakini nitawasomea yote because hapa ndio Mungu anaambia watu wake waende wakaikia katika mahali pa kumiliki. Tukianza verse 24 inasema ya kwamba wale wako kule nyuma, you can read through your TV hapo juu. Inasema but because of my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I'll bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. Praise the mighty name of the living God. Huyu ni Mungu anasema hivi. Mungu aliyasema, ukisoma hapo nyuma, alisema ya kwamba katika wana wa Israeli hakuna hata mmoja ataingia katika nchi ya ahadi. There is no one. Lakini Caleb amejipata in the same family. Vile ya kwamba in our family hatujui kile baba zetu walifanya. Hatujui maagano ambao waliagana. Hatujui zile laana waliacha in the family. Hatujui whatever is happening upon the land. And Caleb akajikuta katika familia ambayo mpaka Mungu mwenyewe amesema ya kwamba in this tribe hakuna hata mmoja ataingia katika urithi. Familia moja niliongea nayo, mzee mmoja wa hiyo familia, na jana nilimtafuta sikumpata, lakini aliniambiaga kuja akaona kitabu. Aliniambia hii kitabu nilipata kabla sijaenda jela. Nikamwambia kwani ulienda jela? Akaniambia ya. But this is about this family. Ukiniona nikitoa hizi kafara, nikichinja kondoo, nikimwaga damu hapa, because I know what is going on upon this family. I know what the family, mama yetu ama wazazi wetu ama kizazi na kizazi vile waliweka maagano na zile ahadi walifanya. And Caleb, he find himself in this family. Mungu akasema hakuna mtu wa hii familia ataingia katika pumziko. Hakuna ataingia katika kumiliki. Hakuna ataingia katika destiny yake. Hakuna ataingia katika hatima yake. But verse 24 imesema ya kwamba but because of my servant Caleb, because he has a different spirit. Kuokoa familia yenu from lineage, you must have a different. Na ukiangalia kwetu, natakaga kupeana testimony about me. Familia yetu ni ya pombe, na baba yangu alikuwa wanashika pombe wanaweka huko, na sijawahi kunywa pombe. Hata nikiambiwa nitabatiwa 1 billion nipeane vile pombe ina taste, na ilikuwa inashikwa inawekwa hapa. My brother akitoa testimony kwa Farodhi TV alisema ya kwamba hata nikiwa mtoto mdogo vile baba yetu alikuwa anatukunywisha hivyo nilikuwa nakataa. Na ninakwambia siku ya leo ya kwamba you must decide from today to have a different spirit from your household. Praise the mighty name of the living God. Kama ni wa hasira, sema from today hasira lazima uniachilie. Kama haorekagi, sema mimi nitaoreka. Kama hawaendeleagi katika maisha, today I speak, may the spirit of God come upon your life. Iongoze maisha yako. Ondolewa familia ya Kamau, ondolewa spirit ya Karaja, ondolewa spirit ya Chirichiri, ondolewa spirit ya Otieno. Wacha uchazwe na Roho wa Bwana. You may be different. Afadhali uchukiwa na watu wote. There is a time niliwaambia baba yangu, heri muniache. Wakati walikuwa anachinja, nikamwambia mimi sio lazima nioe. Mimi sio lazima niitanishwe na hii familia. Sio lazima muniite majina ya hii familia. I must separate myself from this spirit. Praise the mighty name of the living God. Mimi mnaniona hapa nimeshawaifukuzwa kwetu because of the gospel. Na nikaenda kukaa Thika. Hapo ndio nilifanyika chokora, mahali kunaitwa Madharau. Na mahali pale tulikuwa na nilikaa na Sam Kenodia, yule ameiba nyimbo za dunia. Alikuwa anakunywa sang'aa pale. Na kama angekuwa hai mumuulize kama nilishawahi kunywa sang'aa kiadutu. Na unajua ile kiadutu tulikuwa tunakaa, ukinyorosha miguu
Unasikia mama alikuwa anaitwa mama Maduri. Anakuambia evangelist, walikuwa wananiita evangelist. Unanikanyanga, maana unakanyanga wale wanajua Kiadutu. Nyumba zilikuwa zimegawanyishwa na carton. Na kwa hivyo haukenyorosha miguu na huku akitada. Kiadutu ulikuwa unavua shirt umeikarisha na ugali hapo nje, maana huwezi ukapikia ndani. Ukiacha kidogo jiko na ugali zimeenda. Na wewe unategea kwa mrago. Yule mwingine akiingia unatoka kugo nenda ile gima. Na mwadhani ajigwire. Because wakati ulikuwa TikTok, tit for tat is a fair game. And my parents wakasema no. Hauwezi kutaletea miungu migeni in our family. But I thank God, Yakoba, now I'm the hope of our family in the mighty name of Jesus. The hope of my mother, the hope of my dad, the hope of my brother and my sister. Not only about the sisters, na watu wengine. Na zaidi ya hiyo yote, niko na watoto zaidi ya 800. Najua wanakula nini, wanakaaje, ni mimi baba yao kuwazaa. Bwana apokee sifa sana. Wale waliniona juzi, nimechukua watoto wa siku 3. Kale nimechukua pale Elementaita na kale kingine kaboy nilichukua pale. Kakiwa na mwezi mmoja. Na nikakapatia jina. Kanaitwa Blessed Israel. Bwana apokee sifa sana. Yeah, they are my children. Na saa hii ninang'ang'ana. Niliambia Mr. Maina kuna plot alinipatia hiyo, nikamwambia juzi, nikamwambia hiyo plot ni ya Blessed Israel. Nikipatiwa nyingine ya Nanyuki, ninasema hiyo ni ya katoto hako kengine. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Because ya kwamba you must need to have a different spirit. Bwana apokee sifa sana. A different spirit. Sasa niliwaonyesha, nikasimamisha dada hapa na ndugu. Nikamwambia nikisema about Mama Kamau, kuna watu wicked in their mind. Wanafikiria ni kutogozana kwa nini ana shida akimtaja. It is because of your lack of maturity. You have no spirit of God. I'm a father. Bwana apokee sifa. Ana vile baba yangu anashughulikia watoto wote. Sisi tulikaa na baba yetu tukasemesana, in our family hakuna mtoto wa kiume na arede oro. Na nikamwambia baba yangu, ile shamba ungenipatia huku, kama my brothers watakataa wasichana wao wagawiwe, shamba yangu inheritance hapa ni ya my sisters. Na hiyo tukafuga chapter. Na ni mimi niko na title D ya nyumbani. Kwa hivyo nikitoa hiyo shamba, hata kama ni kubwa, nitatoa ya my brother yule alikufa, maana watoto wake wako na mama yao. Na niliwaambia hata watoto hao wakikuja, they belong to this family. You may become a solution in your family. Praise the mighty name of the living God. Usiwe ni wewe ndio unafanya watu wale wengine walie. Ndio unafanya watu wale wengine wateseke. Ndio unafanya watu wale wengine waomboleze katika ndani ya maisha yao. May God make you to become the one that will become a Nazarite in your family. I release the spirit of Caleb upon your life. Wale Mungu alisema ya kwamba wewe Caleb, because you have a different spirit, ya kwamba utaingia katika njia ya urithi. Bwana apokee sifa sana. Ili uweze kufanyika mtu yule Mungu anaongoza. As we pray for our family, because familia zingine kile kinawatesa ni lineage. Walizaliwa wakiwa wazuri, walizaliwa wakiwa baya. Ukiangalia familia ya Pasakuria, na leo nitaiguzia, na ukinikasirikia nitakurudisha kanisani kwa upendo baadaye. Ukiangalia familia Pasakuria, kuna mambo wanaonyeshago. Hata brother yenu ule yako kwa Gomi, kuna mambo kama juzi aliniambia kuna kitu alionyesha. Bwana apokee sifa. Na mambo yale yanaonyeshwa yanafanyika. Lakini vizuri kuchua kwamba platform ya kuona hiyo mambo ni gani. Bwana mwaweza kusema ni Roho Mtakatifu, na kuna madhabahu ya baba yenu inafanya nini? Inaongea. Kwa maana huyu ananiambiaga kwamba nilionyeshwa hivi, ninaonyeshwa hivi. Anaulikataa twende tumededicate nyumba jana asubuhi. Nitamwambia ni wewe, maana wewe ndio kutupatia morali. Twendeni kwa my brother, twendeni. Kama ni mimi ningeambiwa si ukuwe kama huyu mzee anaitwa Baba Koi. Baba Koi hata watu wakienda mazishi kwao hataki kujua kama ameenda mazishi. Twendeni kuna hapa, twende tukaombea hapa. You take advantage when the grace is available. Niambie kutoa watu hapa waende wakaombea nyumba kule Msebe.
kiherehere kama Daudi. Hata kama tunaenda area za kwenu kutembea, pastor, oi brea, niombee hapa tu hii biashara. Lakini wewe huku wetagwo kama Zakayo. Unaona hapa kwa mama Koi? Ni hapa tunaenda tu. Tulienda. Paka akatwambia hapa kunaitwa Osoro. Just one word in this business. Kuna dada anakuanga Gesha, secretary anamjua. Huyo dada she is good. Na siku ya leo, ondoa maarifa yako. Salimia your neighbor, mwambie ondoa hekima yako. Ondoa ujuzi wako. Ondoa vile unamjua Mungu. Wacha roho wa Bwana aingie ndani ya maisha yako, na roho wa Bwana aanze kutawala. I decree from today ya kwamba sasa wacha Mungu atawale juu yako. Paulo akasema ya kwamba sio mimi naishi, lakini Kristo anaishi. Niambia usijari. Mama yetu alikufa na hiyo kansa. Sita zote za kikufa hatutakaa sana. Hii mwaka ingine tunajua tutazika watu 2 3. Roiwa koko za mundu hendi. Umshike. Umwambie will be my people, wherever you go I'll be there. Lakini Mungu alikuwa na muayad aukanishwe na kabila ya Yesu Kristo, aikizwe katika Kristo. Wacha Mungu afanye jambo siku ya leo in the mighty name of Jesus. Hata kama ni kwa roho wake, akuma ni kwa roho wake, akuunganishe na kabila ya Yesu Kristo, ambaye haijui laana, ambaye haijui misingi, ambaye haijui kulimwagwa damu katika hiyo familia. Dada mmoja alinikuta hapa akaniambia God, because ya muibaji yule anaitwa Wainaina wa Kiadege alitoa hili neno in the book of ni manete na rianthani nikolo kanini ha na kage kanini halia. Anasema mutigathi korogoria aria makuirete. Sasa mnasema mnaenda njia ya msalaba, mnaenda msalaba, ati kuna mtu alikufa ya familia yenu. From there you make a covenant. Silimua kama aliuliwa na cancer, kama aliuliwa na diabetes, kama aliuliwa na arthritis, unakuta inasema ya kwamba kulikuwa na kitu inaitangwa inaitwaje ile commissioning, and they came here, they cried, wakawekelea mafuta, wakawekelea maji,